10. Timu yao ni malalamiko mengi sana, ubingwa wao upo kasi na FIFA kuhusu uraia, tunashughulikia uraia badala ya kushughulikia draw ziwe alama 3. Hivi ni kweli draw ziwe Simba mwekeza nguvu kwenye issue ya uraia kuliko utafuta alama 3 uwanjani. Sasa uraia shashirikia mwingine na alama 3 ni mwingine. Lakini ni Simba. Ni Simba. Sasa huwezi kutofautisha. Yaani mambo lazima yaende pamoja. Si kuna shughuli za kiutendaji. Eti nyinyi mashabiki tuambieni nyinyi mashabiki. Kipi bora? Kuwekeza nguvu kwenye swala la uraia wa Damaro ama kutafuta alama 3 uwanjani? Sasa hapo maana nimeona hii kama mjadala hapo uongozi kwenye kutafuta alama 3 mnasema akafanya nini yani? Kutafuta alama 3 mnazungumza nini nyinyi? Sasa sumeshaona tathmini za wachambuzi ninyi wenyewe hapa mnasema safu za ushambuliaji shida, timu haiketi. Sasa hivi hakuna dirisha ya usajili. Anasema sawa, kwa msimu unaofuata mnakumbushwa kwamba hizi ndio changamoto zenyewe. Sasa hizi msimu tunaendelea. Kwa hiyo nataka uchukue ubingwa mezani. Nauliza sasa wapambane vipi viongozi? Maki kocha si na benchi la ufundi, wachezaji wanaendelea na watendaji wengine. Kwa hiyo wacheze nje ya uwanja. Sasa ndo nauliza nyie au viongozi usilianzi gani mnaotaka nyie? Hamna maanisha nini hapo? Hapana, msitupumbaze. Kwamba wanaongoza ligi wanafanya hivyo? Msitupumbaze kiasi hicho bwana. Nauliza tu. Hii nguvu bwana isimiki. Sema ubingwa wa Tanzania bwana bila hao mambo huwezi kuchukua. Bila mambo gani? Huwezi kuchukua. Wamefanya mara ngapi na wamefeli? Wamefanya mara ngapi? Si vinaendana. Mara msimu uliopita watu hawatuchezi ya mwezi wa ngapi ile wa 3. Vinaendana hivyo yani. Afrika ubora na matukio mengi nje ya uwanja vinaenda pamoja. Sawa. Inevitable. Inevitable. Pengeki. Hussein anasema kwamba huyu ni kutoka Mwanza. Bora of course bora alama 3 kuliko swala la kushughulikia uraia. Amekujibu. Yes, bora alama 3. Ndio tunatafuta kwa namna hiyo. Na huyu mwingine anasema kwamba bora kufuatilia uraia wa Damaro. Maana ubingwa tu baby, yeye ni star boy kutoka wa Simba. Fondo tukose wote. Tukose wote. Mbona wameanza kwenda tamaa mapema hivyo? Wakati tamaa mapema? Hapana. Sasa twende kwenye matukio ndugu zangu. Matukio, tuanze na tukio la yule Chobwedo kwanza yule. Chobwedo anataka kwenda Msimbazi, Kariakoo nini? Chobwedo amemfanya. Chobwedo yupo kazini. Ifikie pahala sasa vita ya Chobwedo na mafullback. Iishe bwana. Wanawatesa sana watu. Leo mzee wa kujitutumua kajitutumua akajikuta kwamba yupo kwenye miguu ya Chobwedo kule chini. Naamini ana vingi vya kuboresha kabla ya yeye kumaliza vita yake na mafullback. Na mafullback. Ana vingi vya kuboresha. Sababu mara nyingi ni mara chache sana ambazo anakuwa anawapa tabu mabeki. Lakini mara nyingi amekuwa akiwarahisishia kazi. Lakini ndo anapita katikati yao na anaenda zake. Hizo za kupita hizo. Tutazitafuta hizo. Tutazikuta chache sana. Mfano leo kipindi cha kwanza kama anaweza akapata mechi ya leo kipindi cha kwanza. Aitulie ile iangalie ndo anatakiwa acheze vile. Yule bwana kampa Mungu kampa kasi. Ile kasi anayo. Mungu kampa kasi. Mwendo anao. Cha pili kampa sikiliza nazo. Kamnyima nini? Vichenga hivi kupunguza beki. Ana uwezo kabisa. Kwa hiyo Mungu kamnyima nini? Cha tatu nitafika taratibu. Cha tatu yule bwana ana nguvu. Kwa hiyo kuna ile si umempiga mtu chenga lakini anaweza kutoa njiani, kupa mwili ukaenda kule. Yule bwana ni ngumu. Ndio maana kwenye ile tukio lile la goal la offside, nafasi ambayo alikosa bwana Eno Kijia. Alifanikiwa kumpiga chenga. Mzee alitumua kapaka ampe mwili. Lakini akamzidi, akapita. Kakosa kitu hichi kimoja ambacho kinamfanya mchezaji wa kawaida sasa. Ndio Mungu kamnyima hicho. Maamuzi ya mwisho 0. Lakini ndo atacheza Msimbazi msimu ujao. Anaweza akacheza kama kacheza Jisho Mtale. Atacheza. Kisa Mtale amecheza. Yaani mifano ya wachezaji wa kawaida ambao wamecheza Simba au Yanga ni wengi. Kwa hiyo nikimwona Chobwedo na Chobwedo hicho kitu kimoja kinafundishika. Nimeangalia hapa mwezi 2000. Mwezi Agosti nafikisha miaka 26. Naamini akipata mwalimu mzuri. Ndio maana nikasema kipindi cha kwanza alipocheza leo akichukua ile clip iangalie anatakiwa acheze vile. Okay, ule mpira wakati anapiga cross au wakati wanajitutumua pale na mzee kujitutumua. Nixon Kibabage. Ni kweli aliugusa kwa mkono.
Chobwedo. Yeah. Mwamuzi vipi? Baada ya kufanikiwa kumzidi nguvu. Nixon Babage. Kama alipepesuka kidogo. Sasa kwenye wakati za kuinuka ule mpira aliushukua kidogo na mkono. Akaupa mwendo. Akaongezea kasi fundo akaenda nao. Mwamuzi wakati ingekuwa ni ngumu kuona. Ahmad Simba. Sababu ilikuwa ni shambulizi la haraka, wanakimbizana, mtu anataka kuwania nguvu hapa hapo mtu kapita. Lakini line 2 hiyo ndio kafanya makosa. Sababu tukio ndio alikuwa nalo karibu kuliko taasisi ambayo tulikuwa nayo TV au mauzo ya katikati. Okay. Kitu kizuri kwake bwana line 2 goli halijafungwa. Goli halijafungwa. Ila goli lingefungwa. Ugomvi ungekuwa mkubwa sana. Kama yule katisha upia kipapai, sijui angefunga nini. Kwa hiyo amshukuru sana Enokijia. Amshukuru Jia kwa kupiga nje. Enokijia ni kwamba lile eneo defenders wa Simba wali kuinteract kwao ndio kulifanya yeye apoteze ile tunasema concentration ya kwake, ama ni changamoto yake tu yeye binafsi. Yule bwana sio mfungaji mzuri. Lakini mfungaji mzuri sana. Toka yupo IHF japo alikuwa na momenti zake. Kama unafunga goli 3 goli 5 kwa msimu, wewe sio mfungaji. Ndio wao unataja ndio wastani wao, sasa wewe mfungaji. Sio mfungaji mzuri. Kwa nini nasema hivyo? Ile cross baada ya kupigwa. Kwanza ni cross elekezi. Ndio maana akasema kipindi cha kwanza Chobwedo bwana anatakiwa acheze vile. Ni cross elekezi ambayo mabeki wa Simba kwanza hawakujishughulisha nao, walikubali mpira upite. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo waliweza labda kumharibia vision asione mpira au labda kumpunguzia umakini kwa namna yoyote. Ni uzembe wake yote. Na amefanya movement mpira kakutana nao. Sawa. Kosa lolifanya nadhani ule mguu alienda kupiga. Kwa sababu wakati anafanya movement anafika karibu na mpira, ule mguu aliopiga ndio mguu alikuwa kutulia. Lakini si mlimtetea Kevin John AFCON, maana kesi ni ile. Sio mimi nashtuka sema moja aliyemtetea yupo hapa. Umesahau. Hapo sawa. Ule mguu alikuwa anaenda kutua ndio ile akafanya attempt. Sasa huwezi kupiga mpira kwa namna hiyo. Okay. Hilo ni tukio la kwanza kwenye kujadili hapa. Tukio lingine nililete kwenu. Tukio la free kick. Ya free kick. Valentino kuna goli limefungwa pale. Likakataliwa. Yeah. Ni clear offside. Of course ni offside. Ile sio goli kabisa. Ni offside ya. Wachezaji wa TRA walikuwa takriban 5. Wote wameotea. Na yani ukiachana ule ambaye alijihusisha na mpira, alitangulia mapema sana. Lakini kwenye mstari tu ule wa mwisho walikuwa wachezaji 5. Kwa hiyo tuwape credit of course ya waamuzi. Hapo kumbe wanaona bwana. Nimeona mashabiki wanasema mbona hajagusa? Inakuwaje offside? Offside kuna namna nyingi. Moja hapo kuna kuingilia mchezo. Ambapo yeye ndio ile tukio. Yeye pale kaingilia mchezo. Lakini ukiacha kuingilia mchezo, pia unaweza ukawa umeotea kwa block vision ya mtu ambaye alikuwa anaenda kunufaika kucheza mpira. Yaani upo wenyewe unakotea. Mpira umepigwa. Kulikuwa na mtu ambaye atakiwa anufaika nao, lakini wewe umemzuia yeye kutokuona huo mpira kwa kukaa mbele yake. Vyote vile pia naye ni offside. Kwa yule bwana ni kweli hajagusa, ila amenufaika kuingilia mchezo, lakini pia ameweza kumzuia golikipa kutokuona. Kwa hiyo ile ni offside. Hapo kwenye kuona nimegundua anaona bwana. Anaona. Kwa sababu wote pale ndio tukuona kabla mpaka review. Of course. Ndio tukaja tukaona. Waamuzi wanaona. Kumbe ni makusudi. Sawa. Tukio lingine la 3. Tungewapa kwa faida ya sheria. Okay. Ile kuingilia mchezo. Kwa kwenye eneo la kuotea sio kosa. Sio kosa. Hii sheria ila kunufaika nayo. Namba 11. Namba 11. Sheria namba 11 ya offside. Mboye ina vifungu 4. Offside position, offside offense, no offense na offense and sanction. Ambapo kilichotumika leo kwenye offside position wanasema it's not an offense to be in offside position kama mchezaji atakuwa kwenye offside position kama any part of head, kwamba kichwa, mwili au miguu utakuwa kwenye is in opponent's half, itakuwa kwenye nusu ile ya mpinzani, yani zaidi alikuwa nayo, au part yoyote ya kichwa, ya mwili, ya mguu, eneo lote iko nia kwenye goli ambao ni mbele zaidi ya mpira ambao endo last man. Cha kwanza hicho kilichotokea, yule ambaye mpira ambaye kama angeugusa ingekuwa ni offside, na asipogusa pia ungekuwa si offside. Sasa nataka nionyeshe nyingine hapa ambayo hiyo ni ya pili, ambayo wanasema
ya kudeny, yani ya kuzuia vision ya goalkeeper. Kama huyo mchezaji pia anayezuia vision yuko kwenye offside position, ndicho ambacho kilitumika leo kwa Tabora, kwamba wakati anapiga ile foul Valentin Noma, mchezaji wa Tabora United ambaye alijihusisha kwa kuzuia wa TRA. Kazi kweli. Timu yetu tulinyang'anywa bwana. Okay. Kwa hiyo inashindwa kunitoka sana mdomoni. Watu wa Tabora ndio waelewa. Poleni sana. Kwa hiyo alichokifanya mchezaji wa TRA, alienda kuzuia vision ya goalkeeper Kasali kwenda kuona ule mpira ambayo kama asingeweza kumziba vile ingeweza akafanya save, lakini pia mazingira ambayo alimziba ule mchezaji wa Tabora alikuwa tayari kwenye offside position, na kama ingetokea pia ile foul ya Valentin Noma, wangegusa wachezaji wote wa Tabora wa TRA ambao watano walikuwa wote mbele pale, yoyote angeugusa ingekuwa ni offside ambao tayari wote walikuwa wamezidi wote watano kwenye mstari mmoja. Okay. Kwa hiyo ni faida ya kumsikilizaji, ni sheria namba 11 ya mpira. Sawa. Sasa na huyo mchezaji mwenyewe ni Captain Nasir Kombo. Okay, mimi sikumuelewa kwa nini ameamua kwenda pale. Lakini ile kama ingepigwa vile kwa kweli kwa imedunda pale. Na hizi changamoto za Tanja sijui nani Kasali hizi saizi. Hayo unaweza kutoka kwamba ingeingia ndani. Hivi kuna washambuliaji ambao wanafunga. Yule yupo golini. Muda wote mkono unaika hapa kifuani. Kuna washambuliaji ambao wanafunga magoli magumu. Afu wanakosa nafasi za wazi. Kuna magolikipa ambao wanafungwa magoli mepesi. Kwa maana kwamba mpira kwa uwezo wake inatakiwa afanye vizuri. Afu anafanya save ambazo kwa utaji. Maana hivi Kasale anaingia kwenye hilo kundi. Maana hivi karibuni makosa mengi ambayo kwa uzoefu wake hakutakia kufanya. Au na kwa timu aliyopo. Lakini kuna zingine ambazo ana save hata kifungu laumu. Maana back passes anazopewa muda mwingine mpaka anatetemeka. Sasa huyu vipi? Yule kama Ishimanula Mwanzoni pale. Tukio lingine ni la red card, second yellow card. Dakika 87 ilikuwa ndo second yellow card. Kadi ya kwanza ilikuwa ni dakika 82. Valentin Noma, nyota wa zamani wa Simba Sports Club. Kadi ya kwanza ya njano. Maana saizi FIFA na IFAB wamesema wataanza kureview second yellow card. Itaanza kwenye World Cup 2026. Yapo jana kwenye mechi ya PSG. No, Barcelona na ni PSG ni Barcelona. Kuna kona ilibidi ipigwe, baadaye mwamuzi akasema irudishwe. Ilikuwa ni mechi ya Barcelona. Ilikuwa mechi ya Barcelona Atletico. Mwamuzi akasema kwamba sio kona. Ila alikuwa ameweka kona. Unaona alipata call ya VAR waka cancel. Maana matukio haya watu wananufaika sana za bahati mbaya. UEFA watu wako serious sasa. Okay, kadi ya kwanza ya njano Valentin Noma dakika 82 alideserve. Ni tukio la kuchelewesha kurusha mpira. Ndio tukio la kwanza hilo. Kadi ya pili ya njano Valentin Noma. Yeye ndio haina uchambuzi. Haina uchambuzi. Pale mwamuzi hata singetoa yellow card ya red card moja kwa moja ilikuwa ni. Yeye pia ingewezekana. Kuna namna ambavyo alienda kwenye ile tukio. Alikuwa kwenye kasi Anseula. Yeye akaenda kudili na miguu. Labda maybe mwamuzi ametafsiri ile ene take from behind is yellow card. Iko sahihi kwa sababu kwa kadi pia njano. Kweli kafanya teko. Si Kiswahili kizuri nini? Yombo. Umelala yombo kutoka juu. Tandika leli. Sawa. Kwa hiyo mwamuzi alikuwa sahihi. Sasa sijajua kwa nini amereact Valentino Noma. Maana awali alikubaliana amelala chini fresh nini. Sijajua hata karibu hadi dakika. Baadaye nikakuta mtu kama amebadilika ghafla. Alinuna, sijui kilizungumza kitu gani. Sijui. Kwa sababu mwamuzi mbona sikuona kama mimi. Sababu kadi ya kwanza ya njano ya kupoteza muda. Alikubaliana. Fresh tu. Ile pia ilivyotoka fresh. Sasa baada ya kuinuka sijui itokeeni kwa sababu muda ulipita. Sijajua labda kuna mchezaji alimprovoke. No. Mimi sikuona. Yaani uprovoke vipi wakati wewe unaona tayari nyinyi mmenufaika watu wako pungufu. Ndio hapo. Maamuzi mwenyewe yuko busy na kitabu chake pale. Ghafla mtu anashikwa siende. Mimi nafikiri anapaswa kuongezewa adhabu. Maana hii reaction ndio iliyotokea kwa Diarra. Na kumshambulia maamuzi kwamba alitaka amshambulie mmoja. Of course. Alikuwa anaelekea bila kuzuia. Kazuiliwa karibu na tena karibia 3 anavutwa yeye tu. Hii kesi ya Diarra pale Dodoma mnaikumbuka? Hizi issue zimetokea sana. Na kumshambulia maamuzi ni kosa ambalo mtakiwa kufungia. Kwa hiyo kama tulivyozungumzia matukio mengine, Valentino Noma anapaswa kuongezewa adhabu. Kama tukio inawapendeza kumshambulia maamuzi pale. Ndio ile ati kwa kamati ikipendezwa inaweza kuongeza adhabu. Unaweza kuongeza. Mwisho bwana Liba Segei. Bwana vipi bwana? Unamuelewa ndugu yangu? Liba Segei.
kuna utofauti mdogo sana kati ya mchezaji wa kawaida na mchezaji mkubwa. Libasege, kuna utofauti mdogo sana. Mdogo sana. Kuna watofautisha mchezaji wa kawaida na mchezaji ambaye ni mkubwa kwa maana anafanya vitu vikubwa. Libasege ni winga ambaye kama Chobwedo kajaliwa kasi. Kajaliwa skills. Nataka kupiga chenga tu. Anaweza kapita katikati ya uwanja kapita wote. Amejaliwa uwezo, nguvu kwa maana. Lakini pia na uwezo wa kutandika mashuti ya mbali. Anachokosa maamuzi ya mwisho bwana, na yeye pia ni sifuri. Mungu kamnyima hilo jambo. Kamnyima hilo jambo. Kwa hiyo tunamweka wapi? Wa kawaida? Wa kawaida sana. Ni wa kawaida. Ni wa kawaida. Ni jambo ambalo akifanikiwa kuliboresha. Sio kwamba unajimaliza, anahitaji muda. Ndio maana nasema ni jambo ambalo akifanikiwa kuliboresha atakuwa ni hatari. Kwa sababu kuna watu wanatumia kauli wanasema ni mbinafsi. Kuna moment ni za counter. Counter ni shambulio la haraka. Linahitaji miguso michache ya mpira kwa mchezaji. Lakini yule bwana kuna muda mpira anaufanya kama kituo. Ukifika lazima ugande kidogo. Sekunde 10 20 tayari unakuta watu shaziba nafasi. Shambulizi limekufa. Kuna muda mpira hutakiwi kuwa kituo, ibidi tu ile daraja upite. Gusa mara moja mtu yupo nafasi weka. Ni moja ya vitu ambavyo wanachelewa. Timu inashambulia kwenye counter, kalisivu mpira, anakaa nao sekunde 2 3, ampigia mtu chenga, shambulizi limekufa. Kuna muda yuko na mpira mguuni. Mimi bado na imani naye. Ana vision. Imani sio kwamba sina. Ana nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Lakini anaamua tu kushoot au anapiga pasi ambayo haina macho. Akiboresha hapo atakuwa mchezaji hatari. Lakini kwa sasa quality ya mawinga wa kulia ambao wako ligi wengi viwango vyao vya kawaida sana. Kidogo naona Libasa kwa glimpse ambazo nimeziona alizofika inaniaminisha mchezaji mzuri sana, lakini kitu ambacho nimekuja kukigundua kwake baada ya hii break naona ni kama akaongezeka uzito kidogo. Sio ni mimi tu. Okay. Yani kuna namna moja nyingine naona amekuwa mzito kidogo. Mwili anao bwana. Naona kidogo alivyokuja na sasa hivi kidogo naona ameongezeka uzito. Amekuwa kibaba. Kidogo. Kwa hiyo nadhani ni kitu kidogo ambacho kwanza kimemfanya kasi kidogo imepungua, lakini pia yale maamuzi ya haraka ambao alikuwa anafanya mwanzoni tuliyaona, nikasema ni mchezaji ambaye anaweza kuwapeleka Simba kwenye next level, hususan kwenye hizi flanks. Ni kitu ambacho kimekuwa kigumu kidogo, lakini nadhani moja ya vitu ambavyo anapitia ni kawaida kwa mchezaji yote kupitia, lakini pia inatokana na aina ya mpira Simba wanaocheza. Ubora ambao wanao Simba kwa hivi karibuni baada ya kufanya sajili zao imekuwa ni maeneo ya pembeni ya uwanja. Kwa hiyo Zidane walivyoanza kuwa wanafanya vizuri, hata wapinzani wao sasa ambao wanakutana Simba sasa hivi wanajiandaa vizuri kwa kudili nao, hususan pembeni. Kila timu naangalia sasa hivi kiza na Simba, mapana yao uwanja wanadabo watu wawili. Yaani lazima ukute Anicet Yaura anakaba na watu wawili, Libasa Goya anakaba na watu wawili. Kitu ambacho sio rahisi, inahitaji uwe na viungo ambao wanaweza kusaidia kufika pembeni, au mabeki wa pembeni ambao wanaweza kusaidia kubato hizo numbers, kwamba unaweza kuona watu wa kuwapa mpira karibu kwenda mbele. Kitu ambacho sasa day by day anakutana hizo man market day by day ambazo anapoteza ule ujasiri na anakuwa na yale maamuzi ambayo yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo nadhani hicho anachokipitia ni form tu, lakini mimi naamini mmoja wa wachezaji wazuri sana ambao Simba wamesajili hivi karibuni. Kifupi sana, ikitokea Simba akakosa ubingwa msimu kwanza mbio za ubingwa, matokeo haya ikitokea mnyama anashinda mechi zake zote, anafikisha alama ngapi? Simba ataishia kwenye alama 75. Akishinda mechi zake zote ambazo zimesalia. Na katika mechi zake ambazo zimesalia ana mechi pia na Yanga. Ni mechi zake zote ambazo kabakiwa nazo. Alama 75. Ambazo msimu uliopita alikuwa na alama 78. Msimu kaudi nyuma. Kwa hiyo msimu huu hata kishinda zote afiki 78 za msimu uliopita. Ambayo hicho pia sio hata pia Yanga naye afiki. Ambapo Yanga yake kishinda zote 81. Na hizo zote kuna Simba ndani yake. Draw ya 6 hii kwa mnyama. Sio picha nzuri kwenye mbio za ubingwa. Kwa Simba ile ya bingwa ana vitu viwili. Ashinde mechi zake, lakini pia Yanga naye huko kuna mechi zime. Yaani katika mechi zake kuna mechi ya Yanga ambayo akimfunga bado kutakuwa na gap la alama 2. Yanga pia kuna sehemu kwa Jikwai. Sijui itakuwa kwa nani. Okay, tufanye Simba inabidi ashinde mechi ya kulevo na Yanga 17
ifike 18. Mechi. Atakuwa na alama ngapi? Zinabaki alama 5, atakuwa na alama 39. 39. Atakuwa na alama 5. Kwa hiyo gap limeanza kurudi tena kule kule. Inakuwa alama 5. Hizi mbio za ubingwa ngumu. Aki hapo wako sawa. Okay. Nimeona comment ya Hofu. Wakienda hivyo kwenye ile gap la alama 5 mpaka wanakutana. In case anashinda dabi, zinabaki alama 2. Hizo 2 sasa ndio amuombe Yanga zitongeze sehemu nyingine. Unamtoa Kapombe unamwingiza Kameta. Hussein Mbegu huyu beki beki wakati anaenda kuchukua nafasi ya Selemani Mwalimu. Una hofu na mbinu za kocha. Unatoaje mshambuliaji ingiza beki? Sio mbinu ile sasa sababu zake ni game management ambayo kuna sababu nyingi wakati mwingine. Kuna sababu ya wewe mwenyewe umechanganyikiwa, unafanya tu sababu uelewi. Alafu kuna sababu nyingine labda umekubali matokeo. Lakini kwa ile pale uko umepanic. Uwezo ukamtoa beki wakati tena yule kijana mtoka na 20. Unamtoa ndio unatafuta goli. Unamtoa mshambuliaji. Unamuingiza beki wakati. Na wewe mshambuliaji leo tukiwa fair tu. Selemani Mwalimu akona nafasi hata lokosa. Leo hii Simba mashine kutengeneza nafasi walizidiwa eneo hilo. Kwa hiyo ni sababu ya kupanic au ya kuchanganyikiwa. Tarejea dakika chache zilizofuata ili kipenge safi Radio kutoka chini Dar